tunatafakari kwa pamoja, hasa asubuhi hii ya leo. Kuna jambo ambalo tutakuwa tunatafakari kwa pamoja. Kwamba Yesu, ama kuhusiana na injili ya siku ya jana, Yesu alipokuwa akipita njiani alimwona mtu mmoja ambaye alizaliwa kipofu. Wanafunzi wake wakamuuliza swali ambalo hata leo tunasikia mara nyingi katika jamii: ni nani aliyetenda dhambi, mtu huyu wao wazazi wake hata azaliwe kipofu? Swali ambalo sisi pia ujiuliza. Tunajipata tukuhukumu wenzetu. Katika jamii yetu watu wengi hupitia maumivu makubwa sana, lakini badala ya kupata faraja na msaada, wanapata hukumu kutoka kwa watu. Labda mtoto akizaliwa na ulemavu, badala ya jamii kusaidia familia hiyo, watu wanaanza kusema lazima kuna laana hapa, lazima wazazi walifanya dhambi, lazima ama kuna kitu kilitokea. Lakini Yesu anasema wazi kwamba sio kila mateso ni matokeo ya dhambi. Wakati mwingine Mungu anaruhusu hali fulani ili utukufu wake ufanye nini? Utukufu wake uonekane. Hebu fikiria familia ambayo imepoteza mtoto ama mpendwa wao. Hii ni moja tu ya maumivu makubwa sana ambayo mzazi anaweza kupitia. Lakini mara nyingi watu wanaanza kuuliza maswali ya ajabu. Kwa nini mtoto huyu alikufa? Ametolewa kafara ama vipi? Walifanya nini? Je, Mungu anawaadhibu? Lakini ukweli ni kwamba mateso haya si adhabu kila wakati. Wakati mwingine Mungu hutumia hata maumivu yetu kuleta huruma kwa wengine, kuleta mshikamano katika familia, kuleta ushuhuda wa imani. Najua kwamba kuna wazazi wengi ambao baada ya kumpoteza mtoto wao wamekuwa chanzo cha faraja kwa wengine wanaopitia maumivu hayo. Mpenzi msikilizaji, fikiria tena mtu ambaye anaishi na ulemavu. Anaweza kuwa kipofu, anaweza kuwa hawezi kutembea, pengine ana changamoto nyingine za kiafya. Jamii wakati mwingine humwona mtu huyo kama mtu wa huruma tu. Lakini ukweli ni kwamba watu wengi wanaoishi na ulemavu wamekuwa viongozi, wamekuwa walimu, wamekuwa mashuhuda wa imani kubwa. Na kupitia maisha yao watu wengine wanaona nguvu ya Mwenyezi Mungu. Jambo la kushangaza katika injili hii ni kwamba swali lilitoka kwa wanafunzi wa Yesu, sio maadui wake. Hata watu wa kanisani wakati mwingine tunaweza kuwa wale wanaohukumu wenzetu. Mtu akipitia shida tunasema imani yake ni ndogo, labda hakumtegemea Mwenyezi Mungu. Penzi msikilizaji, tusije tukawa chanzo cha hukumu ama lawama kwa wale ambao wanapitia hali fulani, pengine sio adhabu kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Ni vyema tuweze kumwomba Mungu afumbue macho yetu, tuweze kuyaelewa haya ambayo yanafanyika. Tunapomwona mtu katika hali ngumu, mara nyingi swali la kwanza, alifanya nini? Alikosea dhambi. Ni dhambi gani ilimfikisha hapo? Injili ya jana tunaambiwa jibu la Yesu lilikuwaje? Kwamba si yeye aliyefanya dhambi wala wazazi wake, lakini hali hii imetokea ili kazi za Mungu zidhihirike ndani yake. Yesu angependa kubadilisha mtazamo wetu. Badala ya kuangalia lawama, Yesu anatuambia kwamba tuweze kuangalia kusudi lake Mwenyezi Mungu. Ni kweli kwamba katika maisha tunaweza pitia mambo magumu. Kuna watu wanapitia umaskini, ugonjwa fulani, ama wanalemea ama kulea watoto wenye ulemavu, ama ile hali ya kukataliwa ama kusaulika katika jamii. Leo tunaambiwa kwamba sio kila mateso ni adhabu. Wakati mwingine Mungu anaruhusu hali fulani ili utukufu wake uonekane. Labda unanisikiliza asubuhi ya leo, unalea mtoto mwenye ulemavu, ama unaishi na ugonjwa kwa muda mrefu, ama maisha yako yanaonekana kama hayabadiliki na watu wanaongea nyuma yako. Lakini leo Yesu anakuambia
hali hiyo sio mwisho wako. Inaweza kuwa nafasi ambayo Mungu atajidhihirisha. Watu wataona nguvu ya Mungu kupitia maisha yako, wataona uvumilivu wako, wataona imani yako, na kupitia hiyo wataweza kumjua na kumtambua Mungu. Vile vile tusije tukawa kama Mafarisayo walipoona muujiza ule hawakuamini. Hata baada ya mtu yule kuponywa, bado walikataa kuona kazi ya Mwenyezi Mungu. Leo tuombe Mungu atufumbue macho yetu, tusije tukawa vipofu vya kiroho, tuweze kuona kazi ya Mungu katika maisha ya wengine. Nina swali kwako ambalo ningependa unishirikishe tunapoendelea na kipindi. Have you ever seen God reveal his power through a difficult situation in someone's life, in your life? Je, umewahi kuona Mungu akidhihirisha nguvu zake, uwepo wake kupitia kwa hali ngumu ama hali fulani ya maisha yako au maisha ya mwenzako? 23405. Ningependa kusikia maoni yako mpenzi msikilizaji, hasa tunapojiandaa katika ibada takatifu ya misa. Vile vile ninao nafasi ya kupitia jumbe zote ambazo zimeingia kwa wakati huu. Naona pale ndugu yetu kutoka upande wa Ekerenyo. Ekerenyo ni wapi? Jimbo la Kisii, kama sijakosea. Sisi ni wale Mwalimu Charles Luanga from Nyamira County, Kenyerere basement with my wife Jacqueline Kwamboka ndani ya show loading up Monday morning. Asante sana na kwako pia